Kuuguza mgonjwa ni kazi ngumu sana, na hasa katika wanafamilia. Aidha wanafamilia wawe ni matajiri au ni watu wa uchumi wa kati au ni maskini kabisa, bado kazi ya kuuguza katika familia ni changamoto. Na nilipata kuonana na kijana mmoja umri kama miaka 14 hivi, ambaye ameuguza sana mama yake hospitalini kwa muda mrefu. Na yule kijana nilijaribu kumuinterview kidogo, baada ya kumwona kila asubuhi saa 12 na kila mchana saa 6 na kila saa 10 jioni, katika movement za ndugu wa wagonjwa kuingia kuona ndugu zao hospitalini. Yeye nilikuwa nikimwona peke yake kwa muda mrefu, mpaka mamake alipotangulia mbele za haki, ndipo nilipoona kundi la watu wengi sana. Nilimuuliza hawa watu ni kina nani? Yule kijana alinijibu akiwa analia kwa uchungu sana, ni kama nilikuwa namtonesha kidonda, maana akikumbuka alikuwa anakuja peke yake hospitali. Aliniambia unaowaona hao ni ndugu zake na mama, upande wa baba na upande wa mama yake, yani upande wa kwa babu, kwa bibi, hao ni ndugu zake, na wengine ni wazaliwa wakina mama mdogo, mashangazi, wajomba, maana walikuja na kosta kama 2. Kitu ambacho unajifunza ni kwamba yule mgonjwa alitelekezwa, na yule mgonjwa alisusiwa kwa mtoto wake. Mtoto wake alihangaika peke yake mpaka mauti ulipomfika mama yake. Ni ukweli kuuguza ni kazi, lakini kwa nini tunawatelekeza wagonjwa? Na tushare kitu kimoja ambacho kinaweza kikakujenga kwa namna moja au nyingine, kiimani na kiutu pia. Kiimani, hakuna imani ambayo inasema umtelekeze mgonjwa, na hata kama wasaa unao wa kwenda kumuona, una wakati mzuri wa kwenda kumuona na kufariji na kumsaidia, lakini unaamua kumtelekeza mgonjwa, muda haujawahi kutosha. Na huo ndio ukweli, lakini tunajaribu kupanga timetable kwenda kumuona mgonjwa wa hospitali. Sio mtu baki ndugu yako kabisa, hauendi kumuona na mbadala wake unamwachia mtoto mdogo, kwamba kwa sababu huyu ni mtoto wake acha hangaike naye. Hiyo tabia imekuwa ikijirudia sana na inatuumiza kisaikolojia, wote watumishi wa afya pamoja na ndugu ambaye ameachiwa, tunasema, huo mzigo wa kumtazama mgonjwa kwa muda mrefu, ikiwa muda mwingine anachoka, anahitaji sapoti kutoka kwa ndugu. Tabia hii ya kutelekeza wagonjwa wakiwa majumbani na hata wakiwa mahospitalini imekuwa ikijirudia sana, na imekuwa ni kama tabia katika baadhi ya familia na katika baadhi ya ndugu wa wagonjwa. Unakuta ndugu wa wagonjwa, mgonjwa amezidiwa nyumbani, wamemtelekeza, ameletwa mpaka na wasamaria wema, na muda mwingine sio wasamaria wema, ameletwa na mtu mmoja ambaye ndio kama familia ilimsusia huyo mtu, na yule naye akisha amleta hospitali, yule mgonjwa anapotea. Mgonjwa anabakia kuwa ndugu wa madaktari, mgonjwa anabakia kuwa ndugu wa wauguzi, watamlisha, watambadilisha nguo, watamuogesha, mpaka aidha yule mgonjwa apone au atangulie mbele za haki, ndio utawaona ndugu kuja kumchukua ndugu yao. Lakini tabia hii ukiangalia kiundani, mbali na imani, sasa tuje katika utu. Ndugu wa wagonjwa mnaofanya hii tabia haina utu. Labda ningependa kuwapa tu fundisho kwamba
nini cha kufanya basi au cha kufikiria ili tabia hii iishe au ipungue katika baadhi ya ndugu. Kama unataka kumsaidia mgonjwa, kabla hujaanza kumsaidia mgonjwa, cha kwanza fikiria hivi: yule mgonjwa hajaomba kuugua. Hilo iko open. Hakuna mtu anayeomba kuugua ugonjwa ambao anaugua sasa hivi. Kuna wagonjwa wanaumwa kansa. Hakuna mtu aliyeomba Mungu ampe ugonjwa wa kansa. Hakuna mtu aliyeomba Mungu apewe HIV. Hakuna mtu aliyeomba Mungu apewe kisukari. Hayupo huyo mtu. Labda kama yupo itakuwa ni kitu ambacho sikifahamu. Lakini haya magonjwa yanatokea by chance. Inatokea umepata ugonjwa, aidha ukiwa kazini, katika harakati za maisha, unapata ugonjwa na unaugua. Sasa basi, kama hayupo aliyeomba kuugua, basi kuwa namba moja katika kuuguza wenzako wanapougua. Kwa maana kesho utaugua wewe. Siku isiyokuwa na saa wala tarehe isiyojulikana, wewe utaugua kesho. Mwenzako anaugua leo, ila wewe utaugua kesho. Tabia hii ya kutelekeza wagonjwa iachwe mara moja. Hata kama hauna pesa ya kuja kulipia vipimo, hauwezi ukakosa pesa ya nauli. Na kama nauli haipo, basi mchangieni mtu mmoja au watatu. Wekeaneni zamu ya kwenda kumuona mgonjwa. Na kama yuko nyumbani, hakikisheni mgonjwa mnamweka vizuri. Hakikisheni mgonjwa amekula. Hakikisheni mgonjwa ameoga. Hakikisheni mgonjwa amebadilishwa nguo. Kwa mfano, kuna wagonjwa ambao wanajisaidia hapo hapo. Kuna nyumba moja nilishawahi kwenda, nilikwenda kufanya ilikuwa ni kama home based care. Tumekuta mgonjwa ametapika, tumekuta mgonjwa amejikojolea, ananuka, yupo kwenye chumba cha peke yake. Sasa nyumba za uani ndio mgonjwa amewekwa kule. Na yule mgonjwa, kilichotustajabisha, alikuwa ni baba mwenye nyumba. Watoto wako nyumba kubwa, nyumba aliyoijenga yule baba kwa nguvu zake mwenyewe, na kaweka vitu vizuri na magari yamepaki. Watoto wapo kule juu kwenye nyumba kubwa, wanaangalia TV, wanakula. Mgonjwa yuko peke yake zaidi ya masaa 8. Hakuna anayemvisit wala kumtembelea, hata kumgeuza. Tumekuta mgonjwa ana choo kubwa, ana choo ndogo na ana vidonda. Ilibidi mimi siku 6 nilikwenda katikati ya wale ndugu, nikawaeleza ukweli kwamba huyu ametangulia tu kuugua. Siku zijazo ataugua mwenzenu kati yenu, pia mtamtelekeza. Kwa imani ya kila mmoja abadilike. Na kwa sababu huwezi ukamshikia mtu fimbo, basi tunaambiana ukweli. Leo anaugua mwenzako, kesho utaugua wewe. Kitanda kile kile cha hospitali ambacho amelala mwenzako leo, kesho utalala wewe. Ni kubadilika tu na kufanya kile utu unataka tufanye. Tusiwatelekeze wagonjwa. Aidha tuwe tumewapeleka hospitali au tuko nao majumbani, tuwaweke vizuri, tuwaogeshe, tuwabadilishe nguo na tuhakikishe kila kitu cha mgonjwa kimekaa sawa. Ni Gluzaki Empire. Kwa health advocacy yoyote, kwa ushauri na namna gani ya kumhudumia mgonjwa, fika hospitali, watakuelekeza. Hii ni Health Adventures. Let us talk.